Kwanza awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumshukuru Mungu wetu ambaye aliumba mbingu na ardhi, ndio alotuwezesha kutupa nguvu hizi ili tuweze kuisupport timu yetu na kuipa nguvu vile vile timu yetu iweze kulipambania bendera ya taifa. Watu wengine wa kuwashukuru, tumshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweka jitihada kubwa katika michezo yetu sawa hapa Tanzania. Tumeona ndani ya hii misimu mingapi, misimu mitano ya utawala wake, tumeona nguvu kubwa sana imeelekezwa katika nini, katika michezo especially football. Kwa hiyo kufuzu kwetu sio kwa ajili ya nguvu zetu, bali ni kwa ajili ya nguvu za nini, nguvu za Mungu. Leo tunaiona Tunisia sawa inaenda kuitafuta yeye sare, kwa sababu sisi tunasema yeye ndo ameitafuta nini sare, kwa sababu mpaka mpira unakwisha dakika 94 Tunisia yeye ndo anaitafuta sare. Shoot on target amepiga moja, si umeelewa? Zaidi ya penalty hakuna shoot on target nyingine. Endelea. Hakuna shoot on target nyingine, lakini kikubwa pongezi za dhati ziende kwa mwalimu wetu Miguel Gamondi. Yani ni mwalimu ambaye ana uthubutu na ana ushupavu na vile vile ana msimamo, na wachezaji wetu vile vile tunawashukuru kwa kuipambania nini, kwa kuipambania timu. Na shukrani za dhati vile vile ziende kwa naibu waziri sawa Paulo Makonda kwa kuweka kwa kuweka jitihada kubwa kwenye timu yetu ya taifa, kwa kuwapa motisha vijana. Goli 1,200,000 na vijana wamemwaga jasho lao. Kama tunavyofahamu mpira unahitaji vitatu, kila siku watu tunawaambia mpira unahitaji commitment, ndio kitu cha kwanza. Swala la kujituma, ukishajituma kwenye mpira unapata kitu chochote kile. Mpira wa sasa hivi hauhitaji Mbappe, mpira wa sasa hivi hauhitaji Neymar wala Ronaldinho. Mpira unatakiwa ni vitu vitatu: jitume, sawa, pambania logo yako, pambania klabu yako au pambania nchi yako. Yaani ndio hicho kitu kikubwa kwenye mpira. Cha pili, time. Ujue ni muda gani unakaba, muda gani unachezea mpira, muda gani unafanya nini, unashambulia. Na leo timu yetu tumeiona. Ilikuwa inakaba kwa wakati, inachezea mpira kwa wakati na inashambulia kwa wakati. Kitu cha tatu, matumizi ya nafasi. Tumetengeneza leo nafasi tatu. Katika nafasi tatu, nafasi moja tumefanya nini? Tumetumia. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa kwamba jinsi gani wachezaji wamemwaga jasho, wameipambania nini, wameipambania nchi yetu. Maneno yalikuwa mengi baada ya kupoteza kupata sare dhidi ya Uganda, na kuna baadhi ya watu walipoteza kabisa matumaini. Lakini hii leo tumeona mwitikio mkubwa mkiwa hapa, morali ikiwa kubwa. Pengine mlikuwa mnaamini nini kwa Taifa Stars? Unajua kitu kikubwa, kitu chochote wale mafilosofi wamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna maidealist na materialist. Maidealist wanakuambia everything by faith. Kitu chochote lazima uwe na imani. Kwa hiyo sisi kama Tanzania influencers, sisi tulikuwa na imani leo tunakwenda kufuzu. Ndio neno letu. Tunakwenda kufanya nini? Kufuzu. Na hata mchana mimi nilipoongea na baadhi ya media niliwaambia, aliyepungukiwa na imani aniguse mimi. Imani itaongezeka. Leo tunafuzu. Si umeelewa? Kwa sababu ukiangalia tangu tumeanza kucheza haya mashindano kuanzia mwaka 80 mpaka unakuja 2019 mpaka unakuja 2023 24 mpaka unakuja leo 2025 Tanzania hatujawahi kufunga hata goli kutumbukiza katika hizi timu kubwa. Lakini leo Nigeria tunakutana naye tunatumbukiza goli. Tumekuja leo na Tunisia tumepata goli. Na Uganda tumepata nini? Tumepata goli. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba jinsi gani kwamba timu yetu kila muda unapozidi kwenda timu inazidi kufanya nini? Kudevelop. Timu inazidi kuimprove. Timu inazidi kuweka muendelezo katika kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi naamini bado tupo katika lesson how to learn, how to play on what? On AFCON. Lakini 2027 na uhakika hapa kombe likija hapa aliondoki hivi hivi. GB 64 mara baada ya mchezo wa Taifa Stars na Uganda, baadhi ya mashabiki wazalendo wa Tanzania walianza kutaja majina ya wachezaji kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wanacheza chini ya kiwango, hawajitume kwa na timu ya taifa mara baada ya kutoa sare. Leo sare ya leo maneno yamebadilika. Ni sahihi kwa baadhi ya mashabiki kuanza kuwanyoshea vidole moja kwa moja wachezaji? Unajua Watanzania tuko milioni 60. Inawezekana katika milioni 60 wapenda mpira tuko labda milioni 40. Si umeelewa? Inapotokea jukumu la kitaifa kama hivi, Watanzania milioni 60 wote wanajifanya watu wa mpira. Kwa hiyo sisi watu wa mpira ndio maana umetuona leo tumekuja hapa. Na watu waliokuwa wanazungumza hayo maneno ndio watu ambao walikuwa wanaibeza timu.
Hata tulipotoka kipindi cha kwanza kuna watu walikuwa wanazungumza leo tunapigwa chuma zaidi ya ngapi? Zaidi ya 3. Ndio maneno walikuwa wanafanya nini? Wanaongea. Lakini Mungu ni mkubwa. Umeelewa bwana? Mungu ni nani? Ni mkubwa. Sisi watu wa mpira tulikuwa tunaamini katika falsafa za mwalimu. Yule ni mwalimu. Ile ni professionalism yake. Yeye ameisomea, yeye ndo anajua mchezaji gani aanze, mchezaji gani afanye nini, aingie sabu. Kwa hiyo kikubwa ni kuwapa pongezi wachezaji wetu na kumpa pongezi mwalimu wetu na kuendelea kuisapoti timu yetu ili iweze kufanya nini, kufanikiwa. Yule ni Mwargentina, sio Mtanzania, lakini yuko hapa ameakti kama Mtanzania na unamuona kabisa timu inapotea bado unamwona kabisa ana morali ya kuipambania nini, ya kuipambania timu yetu ya nini, ya Tanzania. Kwa hiyo shukrani za dhati ziende kwa mwalimu wetu na mashabiki. Tunatakiwa tuendelee kuisapoti timu yetu, yaani popote ilipo na sisi tupo. Kama hatupo kule physically Morocco, tupo hapa Tanzania. Spiritually tunatakiwa tuwe wapi? Tuwe Morocco, na ndio hicho unachokiona. Yaani hapa tulipo sisi, hata kama yule mtu yuko Morocco, lakini hawezi kushindana na sisi kwa morali tulioitoa katika kuipambania nini, timu yetu ya taifa. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa. Kwenye mashindano kama haya makubwa kuna kuwaga na upinzani pia kwenye namna East Africa. Kama tunakumbuka baada ya matokeo ya kwanza dhidi ya Nigeria, baadhi ya mashabiki kutoka Kenya walikuwa wakizungumza performance ambayo mlionyesha siku ile, lakini ni kama sasa mmetibu na mnaenda kuwa kama mnaenda kuwakilisha East Africa kwa ujumla wake. Unawaambia vipi sasa? Unajua Wakenya wenzetu wanachanganya masuala ya kisiasa na mpira. Si umeelewa Wanachanganya masuala ya kisiasa na nini, na mpira. Tanzania tumeimprove a lot. Yaani wakubali wakatae. Yaani Tanzania kila muda unapozidi kwenda tunazidi kubadilika. Na hii yote inaletwa na vilabu vyetu viwili. Vilabu vyetu vitatu, Simba, Yanga, Azam pamoja na nani, na Singida. Wewe mwenyewe umeona katika mashindano ya kimataifa jinsi wanafanya nini, wanapocheza. Leo unapoizungumzia Yanga na Simba, ni timu ambazo mpaka sasa hivi barani Afrika zinaogopwa na timu zote kubwa. Leo unapoizungumzia Tunisia mule, kuna wachezaji mule wa experienced Tunis ambao tayari wanajiandaa katika kwenda kupambana na nani, na Simba. Yule golikipa unayemwona aliocheza pale ni kipa ambaye ashakuja Tanzania na unajua wachezaji wa Tanzania jeuri yao ilivyo. Ni kipa wa Satisfaction, alifungwa goli la pili pale na Kip Dennis. Kwa hiyo anaijua vizuri Tanzania na wachezaji wa Tanzania jinsi gani wanavyojua kuipambania nini, kuipambania vilabu vyao. Kwa hiyo kikubwa wa Kenya, wa Uganda, wa Malawi, wa Zambia, wa Zimbabwe wote wako chini yetu. Yaani ukanda wa East, umeelewa? East and Central wote sisi ndio tunafanya nini, tunawawakilisha. Kwa hiyo kikubwa tuendelee tu kuisupport timu yetu. Wakubali tu kwamba Tanzania kwa sasa tofauti na nani, tofauti na wao. Wakati umefika. Wakati umefika. Huu ni wakati wa Mtanzania kujidai.